I want to take this opportunity to welcome each one of you to Gospel Outreach Church in Salga. Gospel Outreach Church in Salga is situated along the Nakuru-Eldoret Highway. As you are getting to Salga, on your right-hand side, after Ben's Lodge, there you'll find Gospel Outreach Salga. You can also use Google Map to get to Gospel Outreach Salga. Our services are always on Sunday. God bless you as you visit us. Praise the name of the Lord. Leo ningependa kunena juu ya imani ambayo inabadilisha mambo. Bwana asifiwe sana. Ningependa kunena juu ya imani ambayo inabadilisha mambo. Wapendwa, maisha imejaa changamoto. Maisha hii hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza sema hana changamoto. Kila mtu ako na changamoto anazopitia katika maisha. Wengine wanapitia changamoto za ukosefu, wengine wanapitia changamoto za mambo ambayo mmeletewa na adui, and all those problems. Na kwa hivyo shida zinapokuja, shida ziko aina tofauti. Kuna mambo inaweza kuja ambayo iko katika kwa capacity yako, unaweza kuiweza. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza iweza. Kwa mfano, kama umesikia njaa na uko na chakula kwako, sio tu ni kuchukua chakula na kuingia jikoni na kupika. Bwana asifiwe sana. Hiyo hakuna haja ya kusumbua Mungu ati ashuke na malaika 20 ama afanye nini juu ya kitu ambayo unaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna shida ambazo zinakuja ambazo hazimo katika uwezo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizo ndio shida ambazo sasa zinahitaji imani, kwa sababu zinahitaji a supernatural power. Na kuengage hii supernatural power lazima ukuwe na imani thabiti. Bwana asifiwe sana. Lazima uwe na imani, na ni imani sio ile ya kuyumba. You know, maandiko ikituambia ukiwa na imani ndogo kama chembe ya haradali, ya kwamba unaweza kuambia mlima huu toka, ni kusema ni imani thabiti ambayo utaambia mlima toka na mlima unatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 32, Second Chronicles chapter 32, tukianza hapo moja, inatuelezea habari ya huyu mfalme ambaye anaitwa Hezekia. Alikuwa mfalme wa Yuda. Na huyu mfalme alijikuta katika shida ambayo hata yeye na kikosi yake hawangeweza. Bwana asifiwe sana. Hebu tusome mistari kidogo tuone vile hii shida ilivyokuwa. Mstari wa kwanza inasema, ikawa baada ya mambo hayo na uaminifu huo, Senakeribu mfalme wa Ashuru akaja, akaingia katika Yuda, akafanya malango juu ya miji yenye maboma, akadhania kwamba ataipata iwe yake. Basi Hezekia alipoona ya kuwa
Senakeribu amekuja na kuazimia kupigana na Yerusalemu, akafanya shauri na wakuu wake na mashujaa wake kuzuia maji ya chemichemi zilizokuwa nje ya mji, nao wakamsaidia. Mstari wa 4. Wakakusanyika watu wengi, wakakizuia chemichemi zote na kijito kilichopita kati ya nchi, wakisema, kwa nini wakifika wafalme wa Ashuru waone maji mengi? Bwana asifiwe sana. Ninataka kukwama hapo kwa muda, nikitaka kuangalia hii mambo ambayo alikuwa amemkuta huyu mfalme wa Yuda. Bwana asifiwe sana. Huyu mfalme ambaye anaitwa Senakeribu alikuwa ni mfalme mbaya. Bwana asifiwe sana. Hii ilikuwa ni vita, ni kama vita sasa tuseme kwa mfano Marekani imeamua kuvamia Kenya. Bwana asifiwe sana. Na Trump ameambia Ruto tunakuja kutake over Kenya na jeshi yetu. Bwana asifiwe sana. Nataka uone hiyo picha, sio hivyo? Bwana asifiwe sana. Lakini I want you to see that picture ya kwamba nchi ndogo inavamiwa na super power. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio aina ya shida ninaongea juu yake, ya kwamba kuna wakati unaweza kutana na jambo ambayo kabisa it is not in your capacity. Bwana asifiwe sana. It is not even in the capacity of your friends. Kuna shida ambayo unaweza hata kwenda kwa marafiki wa kusaidia. Lakini huyu mfalme alikutana nayo, ilikuwa ni jambo kubwa sana. Bwana asifiwe sana. Na tunataka tuone mambo ambayo alifanya. Jambo la kwanza, baada ya yeye kupata hii habari, alifanya mambo ambayo ilikuwa katika uwezo wake. Bwana asifiwe sana. Kama mwanadamu alifanya mambo ambayo ilikuwa katika uwezo wake. Na hiyo ni kawaida. Hata wewe leo hii ukiwa na shida, kuna mambo unafanya ambayo yako katika uwezo wako. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano, leo hii ukigonjeka, pamoja na kuomba Mungu, utachukua hatua ya kupeleka mtu hospitali. That one iko katika uwezo wake. Yeye hakunyamaza. Yeye alikaa, na kwa sababu alisema hivyo, yeye mwenyewe akaamua sasa. Jambo la kwanza, Bwana Yesu asifiwe sana, akafanya ushauri na wakuu wake. Akatafuta ushauri. Bwana asifiwe sana. Akauliza mashujaa wake, hii vita mnaionaje? Hii vita ambayo imetuelekea mnaiona namna gani? Tutaweza ama hatutaweza? Bwana asifiwe sana. Na wao walijua ilikuwa kubwa, lakini wakasema wacha tuanze. Jambo la kwanza waliamua kufanya ni kufunga maji ambayo ilikuwa inaenda kwa huyo mfalme. Bwana asifiwe sana. Because huyu mfalme amewathreaten. Maji ile alikuwa anatumia ilikuwa natoka Yuda. So wakaamua kufungia yeye maji. Wakasema anaweza kututisha namna gani? Na ili hali maji yanakunywa yetu. Bwana asifiwe sana. So hiyo akafanya kitu ambayo ilikuwa katika uwezo wake. Maandiko inatuambia hivi, kitabu cha Methali, Proverb 22 verse 3 inasema ya kwamba mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati jambo limetokea,
Maandiko inatuambia mwenye busara, kitu ya kwanza inatuambia yeye anapoona mabaya hujificha. Bwana asifiwe sana. Hii mabaya ipite, hii mabaya ipite. Lakini kuna yule ambaye hata mabaya akiyaona anataka kupambana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. So in our capacity we must, lazima tuangalie ya kwamba na tuelewe ya kwamba mabaya itatupata. Lakini kuna mabaya ambayo saa zingine yakija, ndugu yangu jifiche. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jambo lingine huyu mfalme akafanya, wakati alifunga maji na njia zote, alikosa kupea yule mfalme advantage. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi kama Wakristo, adui yetu tunamjua ni shetani. Bwana asifiwe sana. Hakuna mtu ambaye ni adui, lakini shetani anaingia ndani ya watu, wanapiganisha watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama tunahitaji Mungu apigane vita yetu, lazima tukue upande wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Lazima tusipee shetani nafasi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Warumi sura ya 13 mstari wa 14 inasema, bali vaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuasha tamaa zake. Huyu anasema kuna tamaa za mwili ambazo zinafanyaga tutoke upande ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Tamaa za mwili zinafanya watu watoke upande ya Mungu. Wapendwa, kama hauko upande wa Mungu, hii vita utapigana peke yako. Lazima uwe upande wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na Mungu ametuahidi tukiwa upande wake ya kwamba vita sio vyetu, vita ni vyake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa 11 inasema, shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikira zake. Bwana asifiwe sana. Tusikubali kumpea nafasi shetani aje akatushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ni ya muhimu. Hezekia alijua hii. Akajua ya kwamba so long as niko upande wa Mungu niko salama. Bwana asifiwe sana. So long as niko upande wa Mungu niko salama. Ukiendelea na hii neno utaona vile ilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. So Hezekia anaanza kujipanga. Anaamua kwamba hatampea shetani nafasi. Sasa jambo lingine ambao anafanya, mstari wa 5 mahali tulisoma 2 Chronicles 32 verse 5, maandiko inasema, akapiga moyo konde, akaujenga ukuta wote uliobomoka, akainua sawa na minara na ukuta wa pili nje, akaongeza nguvu za Milo katika mji wa Daudi, akafanya silaha na ngao tele. Bwana asifiwe sana. Hezekia bado anajiandaa kwa vita. Ni vita kubwa, anaelewa ni vita kubwa, lakini anaweka his house in order. Bwana asifiwe sana. Tumeona ya kwamba hakumpa shetani nafasi. Sasa tunaona maandiko inatuambia ya kwamba akaanza kustrengthen ukuta. Kuta ambazo zilikuwa zimezingira Yerusalemu, mahali kulikuwa kumebomoka, akaanza kujenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivyo hata na sisi kama Wakristo, maandiko inatueleza ya kwamba tuvae silaha zote za vita. Ukuta ambao tunaweza kuinua si ukuta wa mawe. Bwana asifiwe sana. Lakini ni ukuta kwa kuvaa silaha zote za vita ambazo Mungu ametupea. Neno la Mungu, maombi, tunaanza kuinua hiyo vitu
Na tukianza kuinua huo ukuta, tunajikuta sasa hata na sisi tumeanza kuwa na nguvu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. And this was very important. This is very important for us. Kwa sababu kama kuna maeneo shetani ametushinda, ni ile maeneo ambayo Mungu ametupea. Bwana asifiwe sana. Mungu ananena katika neno lake. Mungu ameweka nguvu katika neno lake. Mungu ametupea ushindi katika neno lake. Bwana asifiwe sana. Lakini shetani anatuondoa kwa hiyo neno. Tunaona ni ngumu, hatuna time ya kusoma neno, hatuna time ya kumeditate upon that word, tunaliweka kando. Kuna watu hawana shida kusoma gazeti. Bwana asifiwe sana. Anaweza isoma yote. Anaweza isoma yote. Zamani kitambo, kuna wakati nilikuwa shabiki ya Sunday Nation. Bwana asifiwe sana. Ningeenda dukani nikose Sunday Nation, nilikuwa nasikia kama hiyo siku imeharibika sana. Bwana asifiwe sana. Na kuna watu wako na hiyo, na si mbaya kusoma, lakini si usome hata Biblia vile unasoma hiyo Sunday Nation. Kwa sababu hiyo Sunday Nation itakuambia tu watu waliuawa mahali fulani, watu walifanywa hivi. Haiwezi kuandika maendeleo. Bwana asifiwe sana. Nikiandika maendeleo hakuna mtu atanunua. Amen. Lakini maandiko inatuzungumzia sisi, inatuonyesha ushindi, inatuonyesha vile tunaweza kushinda. Bwana asifiwe sana. Lakini adui anatuonyesha ya kwamba neno la Mungu ni ngumu sana. Kuna mtu akishika tu Biblia kusoma analala. Anaanzaka tu, hatimaye mzidi kuwa hoda, ameenda. Bwana asifiwe sana. Ashalala. Bwana asifiwe sana. Lakini hawezi kulala kwa mambo mengine. Tumepewa silaha za vita na ambazo ni ziko katika neno la Mungu. Ukitaka kufaulu na vita yoyote, apply neno la Mungu. Kwa sababu maandiko yanatuambia neno hili haziwezi rudia Mungu bure. Lazima litimize kitu. Bwana asifiwe sana. So ukitaka kuinvolve Mungu kwa vita yako, apply neno la Mungu na utaona ushindi. Bwana asifiwe sana. Ingine silaha vita ni maombi. Unakuta pia tuko na shida hiyo maeneo ya maombi. Sio watu wengi wanafurahia maombi. Bwana asifiwe. Itisha kesha ya maombi, watakuja watu 20. Itisha kesha ya praise and worship, na hizo wanajaa mpaka unatafuta mahali ya kuwaweka. Bwana asifiwe sana. But when it comes to prayer, ni watu wachache. Na hiyo ndio maeneo. That is one wall that we must strengthen. Bwana asifiwe sana. Kama tunataka kuona ushindi katika maisha yetu, lazima tutie nguvu kuta zetu za maisha yetu, kuta ya neno la Mungu na kuta ya maombi. Tukifanya hivyo, basi tutaona ushindi. Bwana asifiwe sana. Tutaona ushindi. Tutaona ushindi. Unless we do that, basi adui atatukalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Waefeso 6 mstari wa 18 nasema, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Bwana asifiwe sana. So Hezekia akatengeneza ukuta. Si hata na sisi tutengeneze ukuta. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 6 inasema, akaweka maakida wa vita juu ya watu, akawakusanya kwake uwandani penye lango la mji, akawafurahisha mioyo. Bwana asifiwe sana. So hapa
tunaona ameanza sasa kupanga jeshi. Bwana asifiwe sana. Mwanzo alitengeneza ukuta, alifungia shetani. Kama kuna mahali shetani anaweza kuingilia, make sure ameblock. Ya pili, amejenga ukuta, ameanza kujilinda. Bwana asifiwe sana. Ya tatu, sasa akaanza kupeana kazi, akaamua ya kwamba sasa akaweka maakida. Bwana asifiwe sana. Akida ni mkuu wa jeshi ama askari ambaye anasimamia askari 100. Bwana asifiwe sana. 100 na kuenda mbele. Sasa ameanza kuwaonyesha kwamba hii vita hatuwezi kushinda tukiwa peke yetu. We need unity. Bwana asifiwe sana. Na tunahitaji mpango. Wewe ukiambiwa kona ile ndio unalinda, wewe chunga hiyo kona, mimi nichunge kona hii, wewe chunga kona ile. Kulikuwa na unit of purpose. Bwana asifiwe sana. Kwetu sisi kama kanisa, kwetu sisi kushinda vita lazima tuwe na umoja. Lazima kuwe na umoja. Bwana asifiwe sana. Tupendane, tuwe na umoja. Lakini shetani ameingilia kanisa, analeta migawanyiko kwa kanisa. Bwana asifiwe sana. Kuna migawanyiko. Kanisa lenyewe liko na migawanyiko. Ndani kuna watu wanapinga hii, watu wanapinga hii. Makanisa yenyewe, Bwana Yesu asifiwe sana, yanagongana. Hii inasema ndio imeokoka sana kuliko ile ndio inaenda mbinguni, hii nyingine sijui inaenda wapi. Bwana asifiwe sana. Makanisa, shetani alileta hiyo kwa sababu umoja wa kanisa ni muhimu, the body of Christ. Akaleta kugawanya watu na misingi tu. Yetu ndio inajua Mungu sana, yenyu haina Mungu sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ninashangaa wapendwa, nimeenda crusade, ninakuta wahubiri wale wanahubiri, na ameanza ibada, amehubiria watu. Hakuna mahali nimesikia akiambia wenye dhambi waje kwa Yesu. Hakuna mahali nimesikia akiambia watu watubu. Lakini kutoka mwanzo mpaka mwisho anashambulia tu kanisa. Bwana asifiwe sana. Anasema wanawake wanavaa malongi, sijui wa vijana, sijui yani hiyo ndio injili amepeleka. Hiyo haiwezi okoa mtu. Bwana asifiwe sana. Injili ambayo inaanza kuokoa mtu ni injili ya Yesu Kristo. Yeye aliyeagikwa msalabani, akafa, akachukua dhambi zetu. Bwana asifiwe sana. Tukieneza injili ya pigana hii yetu sijui nini, yanyu sijui nini, hiyo haiwezi kuokoa mtu. Hakuna dini hata hii yetu iliwekwa msalabani kwa ajili yako. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hezekiah knew that, ya kwamba tukiwa na umoja tunaweza kushinda. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, asubuhi ya leo ninakuambia hivi ya kwamba huwezi epuka vita ziko. Tutakutana na vita. Na vita zinaenda levels tofauti. Maandiko pia hata inatuambia kwamba Mungu hawezi kuruhusu majaribu yaje kwetu yenye hatuwezi. So hiyo jaribu unaona unapitia, hiyo jaribu ni jaribu ambayo Mungu aliona wewe unaweza, na ndio sababu aliruhusu ya kwamba ujaribiwe. Bwana asifiwe sana. But sikia hii ya kwamba kama tutashinda vita, tusimpe shetani nafasi. Bwana asifiwe sana. Tusipe adui wetu nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao wanajua vita ni kwamba hata wenye wanaenda vita, wale wanajua vita sasa hizi za bunduki na nini, ni kwamba usimpe adui yako nafasi. Bwana asifiwe sana. That is why akiinua kichwa, hata kama ameinua tu kofia peke yake, wewe usigoje mwili itokee, shoot hapo. Bwana asifiwe sana. Because ukigojea ati mwili itokee, atakuwa amekuwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
So hii vita yetu nayo pia usimpe shetani nafasi. Bwana asifiwe sana. Ukimpea nafasi atakumaliza. Bwana asifiwe sana. So asubuhi ya leo wapendwa, ninajua tuko na vita, Mungu atatusaidia kupigana vita. Lakini tusimpe nafasi shetani aweze kutengeneza ukuta, huo ukuta tutengeneze ukuta wa maombi, ukuta wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tuendelee kupendana na tukue na umoja. Na tukifanya hivyo, kila vita ambayo tutakutana nayo tutapata ushindi. Bwana Yesu awabariki sana. Wapendwa, popote ambapo unatusikiza, ningependa kukuletea habari njema ya kwamba wakati mwanadamu alipokosea, dhambi ikaingia katika ulimwengu. Dhambi ilikuja na mauti. Kwa mtu mmoja tukajikuta ya kwamba tumepata hukumu ya mauti, maana kitabu cha Warumi inasema na hukumu ya dhambi ni mauti. Lakini habari njema ni kwamba Mungu kwa upendo wake mwenyewe alituma mwanawe Yesu Kristo ili yeyote atakayemwamini apate uzima wa milele. Wote ambao wanamwamini Yesu wanapata ondoleo la dhambi. Yesu alikuja akabeba dhambi zako na dhambi zangu. Na kile tu unastahili kufanya ili upate kuokoka ni kumwamini Yesu na kumkiri kama Bwana katika maisha yako, na utakuwa umeokoka na utakuwa umeondolewa hukumu ya kifo, na badala yake upate kuishi milele hata milele. Na kwa ajili hiyo, kama umesikia habari hii na ungependa tu kuokoka, umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili upate kukimbilia hukumu hii ya kifo, ili upate uhai, upate uzima wa milele. Ningekuomba tu uombe pamoja nami, useme maneno haya: Bwana, nimekuja kwako, nimesikia neno lako, ninakiri leo kwa kinywa changu ya kwamba wewe Yesu ni Bwana. Bwana, upate kuniokoa. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen.